kilema utazaa kilema. Ukichekelea kilema utazaa kilema. Sababu hii kilema iko na value mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ako pale Wanjiko ili niweze kusoma. Mimi nimefanya Mungu nini ili nikaweze mkua mtu mzima hivi niko na mwingine anaona hivi macho moja hata ioni. Wewe umefanya Mungu nini? Ndio kama sasa Wanjiko naona kila kitu, sinaona. Na kuna mwenye anaenda na kakijiti hata hujawahi iona. Ako hapo sababu yako wewe mwenyewe. Ako hapo sababu yako wewe. Si ati kulaniwa huyo mtu amelaniwa. Wanjiko director si ati kumaanisha sababu huyu asikiangi. Sasa unasema ati kwao hiyo ni jinsi za kwao aje? Kwani alikuja na jinsi kutoka mbinguni? Ati watu wanasemanga ukiona mtu ati ni mnono sana, hiyo ni jinsi gani? Ati ni jinsi za kifamilia. Familia gani? Na ni familia ya Mungu. Mungu alikuja na jinsi hiyo mnachama ya jinsi ni nini? Kwa hivyo ni vizuri kukaa na mikakati ya Mwenyezi Mungu vile inastahili. Tukae kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na tufuate maandiko. Unajua watu wengine Wanjiko kuna wengine wacheni neno likitukanya tuwe wa kukanyika. Likituelekeza tunaelekezwa. Unajua Wanjiko wa jameni. Tunasemanga hii kipindi yetu ni ya kujijua. Ujua wewe ni nani? Jujue. Leo tuko hapo uweze kujua neno la Mwenyezi Mungu. Ona Wafarisayo sababu hawakuwa wanajijua. Ndio sababu wanauliza mbona Yesu anakaa na watenda dhambi katika kanisa moja? Kwanza walimuuliza mbona mwalimu wenu anakulania na wenye dhambi? Walinung'unika wakati wa Zakayo. Wakati Zakayo alishuka kwa muti na Yesu akaenda kwa Zakayo, walinung'unika. Ndio hawa wananung'unika juu ya Mathayo. Ndio hawa wanaishi kunung'unika juu yako wewe mwenyewe. Wewe uko mahali pale. Wakati unainuliwa, wakati unabarikiwa, wanaendelea kunung'unika. Kumaanisha ya kwamba Mafarisayo hata waleo hii wako. Hata waleo hii Mafarisayo wako. Kwani tunasema wako kwa nini? Wakati unaona Wanjiko kama saa hii wewe si unaona wewe upatikane tu na mlevi mmoja tu anaongea na wewe hapo. Watu watasema Wanjiko kwani alianguka. Kwani Wanjiko alianguka? Hajaokoka. Ukipatikana na mtu anajulikana anasimama anga pale kwa barabara na mimi unamuhumbiria yule ambayo ajui ni nini mnaongelelea, anasema Wanjiko kwani anataka hata kuonyesha njia. Na labda Wanjiko anamuhumbiria aweze kurudia njia za sababu Yesu Kristo alienda kutafuta Mathayo ili Mathayo akaweze kumfuata. Akaweza kufanya nini? Kumfuata ili akaweza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Lakini sababu Mafarisayo wako na pale walikuwa walikuwa najua huyu Mathayo ni mtosha ushuru. Sasa anasema hapa ama anataka kupewa hongo kidogo. Nataka kupewa ile Mathayo. Na wacha nikwambie. Yaani wanafikiria maovu. Sijui kwa nini watu wanakuanga na akili dogo hivi. Kidogo. Kwa maana sijui na utasikia tu mwingine akinungunika nyaga. Hata waleo hii tumewapea neno. Na utasikia mwingine bado atanungunika nyaga. Sijui. Sijui. Ate tunaweza enda kwa kanisa nyaga, nakumbuka ukiwapea hiyo neno. Tunaweza enda kwa kanisa. Na kuwe kuna mwingine naye analalanga kwa baa kiiba. Ama analanga kwa baa kijiuza. Akifanya biashara haramu. Lakini wewe umeenda tu. Uende na 500. Na huyu aende na 100. Imagine huyu atabarikiwa. Na huyu atabarikiwa. Wewe unaona huyu ni mtenda dhambi kabisa, atabarikiwa. Unajua Wanjiko, yani tulikuwa nasema pale siku ya kukuja sasa kwa kiti cha enzi. Huyu mwenye ameishi kwa muda wake wote kwa mambaya anakuja kwa Mungu kumwambia Mungu naomba unajua mimi ni mwenye dhambi nisamehe. Na kuna yule Mafarisayo amekaa kwa kanisa 24/7 ati yeye hata ana fast. Biblia anajua kutoka mwisho mpaka mwanzo, anajua nini Mungu, lakini unapata
wakati yule mtenda dhambi atakuja kwa kanisa, roho yake tu iko kwa kuomba msamaha. Iko pale kumuomba msamaha, Mungu nisamehe, huyo ndiye atajulikana. Lakini yule mwingine ataenda kuambia Mungu, kumbuka Mungu, hata nilisaidia fulani, kumbuka Mungu, nilikuwa mahali fulani. Ukumbuki hata kuomba msamaha wa dhambi. Wanjiko, neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba tenda wema, nenda zako. Tabitha alipokuwa anashonea wale mayatima na wale wa mama wajane kuwatoshonea masweta, hakuwa anajua ya kwamba hao wajane na wayatima watakuja kumlilia Mungu awafufue. Kwa hivyo wacha kusema mimi nilitenda huko, nilitenda ndio. Unajua neno la Mwenyezi Mungu ni tamu. Kuna yule nabii alitumaniwa akaambiwa sasa siku zako za kukufa zimefika. Lakini alianza kumwambia Mungu, kumbuka nilifanya hivi. Hata hiyo wakati ikifika, lakini si kwanza sasa ndio naanza kutangaza huku ukisema nini, unajua nilisaidia yule mama, sijui nilisaidia nyaga alikuwa amefungiwa nyumba. Wacha Mungu akajidhihirishe yeye mwenyewe ulitenda. Kabisa. Mungu ajidhihirishe yeye mwenyewe alitenda. Kwa sababu ya hiyo na sababu ya muda na wakati, tunataka kuambia aje. Neno la leo nilikuwa nataka kutuambia, wacha tunyenyekee kuliko kujiinua sisi wenyewe. Kabisa. Yesu Kristo aliita Mathayo ili akaweza kwenda kuhubiri, hata kama alikuwa mtosha ushuru wa huyu mwekajo huyo mkubwa wa kuchukua hongo na whatever, lakini Mungu aliona ni vizuri nichukue huyu sababu amepitia hii. Mimi ataenda na neno kulihubiri vizuri kuliko yule ameishi pale kama Mafarisayo, lakini hawajui neno ni nini. Kwa hivyo tuweze kukaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wewe ambao umeokoka, okoka vizuri. Wajiko, wewe umeokoka, okoka vizuri na unjue ya kwamba Mungu ako na haja hata yule ambaye hajaokoka kama wewe. Sababu hata wewe ni kuokolewa, uliokolewa, ulikuwa mtenda dhambi. Na hata ukiokolewa usijione ati wewe si mtenda dhambi. Endelea kuomba msamaha wa dhambi. Endelea kuomba Mungu na usikawahi kosa kuomba msamaha wa dhambi. Akupe neema yake. Kwa hiyo mengi na machache tuweze kukaa katika neno la Mwenyezi Mungu vile ambavyo linatuambia. Tukikanywa tusikize. Tukiambiwa pitia hapa, pitia wapi? Hapo. Fuata. Ili tukaweza kupata urithi wa mbinguni tukitoka mahali hapa Wanjiko, sababu atuishi milele. Kabisa. Muda wetu ukifika unaenda, tutaondoka. Kwa hivyo tuweze kukaa tukiwa watu wanyenyekevu. Mathayo wakati aliitwa na Yesu Kristo alinyenyekea na akaenda kusikia ni nini haswa alikuwa anataka kuambiwa, na wale wengine wakakuja kusikia neno. Isipokuwa wakaokolewa hapo. Wengi wakaokolewa hapo. Na miujiza mingi ikatendeka hapo. Hiyo tu nyumba ya huyo mwenye mwenye dhambi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mengi na machache, Mungu awabariki, hawainue na awatendee mema. Wajiko kwa